Praise the Lord, beloved people. Hallelujah. We thank God very much for this day. We thank God for a very wonderful morning. And in this wonderful morning, we want to learn something very, very important and very, very special as we begin this very wonderful day of Sunday, when now the Lord has granted us with a very, very wonderful opportunity, the undeserved opportunity this morning to once again be able to learn. You know, as we grow and as we live on this earth, we will always learn, and we are here to learn from each other. And the Lord has enabled me to come to you today because He wants to help you. He wants to rescue some people. Now, let me tell you, beloved people, today, this very wonderful morning, we are talking about genuine love. Now, just a moment. Just take a moment and follow me. I am not going to take much of your time. I know people are very busy, especially here in Nairobi. I am just requesting of very few of your minutes, of your time, so that we get to learn from the word of God, from the scripture. Wacha niwaambie siku ya leo wapendwa, na mimi sitaki niwafiche, nataka niwaambie ukweli, na ukweli ni kwamba akupendaye kwa raha hawezi kukupenda kwa shida. Akupendaye kwa raha hawezi kukupenda kwa masikitiko, hawezi kukupenda wakati unapitia hali ngumu ya maisha. Ule tu mpendo mwenye alikupenda na anataka kukuoa ama alikuoa kwa sababu ya pesa zako, kwa sababu alikuona uko na saa yenye iko very powerful, kwa sababu alikuona uko na iPhone. Wengine huyo mpendo alikupenda tu juu aliona hiyo iPhone yako, akaona huyu mpendo, huyu ndugu anakaa ni kama ako rich, ako na pesa mingi, anakaa tajiri. Yule tu mpendo alikupenda kwa sababu ya suti yako. Aliona unavaa suti yenye iko very powerful na viatu sharpshooter, akakukagua, akaona wewe uko na pesa. Wacha nikwambie, huyo mpendwa, siku yenye utageuka ukuwe maskini, pesa ziishe. Na mimi siombei mtu akuwe maskini. Unajua hii dunia yenye tunamoishi ndani, hii dunia iko na mambo, na pesa huisha, mali huisha, hata chakula huisha, mtu anakaa njaa. Sasa ndio kwa sababu nawaambia siku ya leo, kama huyo mpendwa, huyo ndugu unataka huyo ndugu akuoe kwa sababu umeshafanya ukaguzi wako, ukaona ati ako na pesa, atuna mmoja ako na gari, wewe ni gari tu unapenda. Sisi kwenye gari itatoweka, pia wewe utatoweka na hiyo gari. Wacha niwaambie siku ya leo wapendwa, genuine love is found in poverty, is not only found in richness, in wealth. Genuine love is found in poverty first. It is not found in wealth, in richness first, not at all. Ndio kwa sababu nawaambia siku ya leo wapendwa wa dhamana, wacha niwaambie siku ya leo, wacha niwaambie sasa, wewe kama ni ndugu na unaona vizuri sasa imefika wakati ungependa kuoa, kuwa mkweli. Usifikirie ati sasa you want to win that lady with your tactics, with your schemes. Ati unamdanganya ati wewe ni tajiri, ati wewe sijui ulisoma mpaka university, na wewe ni you are a form 4 leaver, wewe unafanya kazi ya mjengo, alafu namdanganya ati wewe hapa Nairobi wewe ni engineer. Mpendwa, kuwa mkweli. Wacha nikwambie, ukioa kwa uongo zako, siku yenye ukweli itajulikana. Na unajua hautamficha huyo dada milele. Kuna siku atajua ukweli, na siku yenye atajua ukweli, mpendwa, mtawachana asubuhi na mapema. Huyo dada atakutoroka kwa sababu alikuwa nakupenda tu kwa sababu alifikiria ati wewe ni tajiri, unafanya kazi kubwa hapa Nairobi, wewe uko na mali mingi sana, wewe unaishi maisha mzuri. Badala tu ambie ukweli, mimi
hata vile unaniona hivi, hata sina kitanda, mimi niko tu kwa ground floor. Sasa kama utanipenda hivi, ukuje tuanze maisha kwa ground floor, alafu akubali akuje muoane, hiyo ndio upendo dhabiti. Yani hiyo ndio upendo wa ukweli. Si ati mtu anakupenda, si ati dada sasa anakupenda juu anaona wewe ni tajiri, wewe uko na gari mzuri, uko na pesa mingi. Sasa siku yenye hizo pesa zitaisha, wacha nikwambie, siku ya leo hiyo dada atakutoroka. Na ndio kwa sababu mimi ninawahimiza, mimi huwa naambia watu kweli, wewe kuwa mkweli, kwa sababu Biblia inatuambia, tukisoma Biblia wapendwa, wacha tusome Biblia. Tukisoma Biblia katika kitabu cha John chapter 8 from verse 31, the word of the Lord says, to the Jewish who had believed him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Beloved people, Jesus Christ encouraged his followers to always walk in truth, to tell the truth, to be truthful, and that truth will surely set you free. The reason why many people are in bondages, why they are in broken marriages, why their marriages are not working out, because some people entered their marriages with the lies. Walidanganya wadada ati usinione tu hivi mimi kwanza saa hizi niko karibu kujenga boma, hata Nairobi hapa niko na maplots. Usione tu hivi ati mimi ni mdogo lakini ni tajiri. Hata gari juzi tu ndio nimenunua tena gari ya pili. Kumbe mpendwa alitaka tu kuoa kwa ujanja zake. Na wacha nikwambie, yule anayekupenda kwa raha kwa sababu wewe ni tajiri, hawezi kukupenda kwa dhiki. Ni yule tu mwenye amekubali kupenda kwa dhiki, ndio pia anaweza kukupenda kwa raha, kwa sababu huyo ndiye anatembea katika ukweli, na yeye ndiye mkweli. Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa. Sasa wewe kama ni ndugu ama wewe ni dada na unataka kuoa ama kuolewa, sema tu kweli, kuwa mkweli. Waambie kwanza, hata vile unaniona hivi, mimi niko na watoto 5. Sasa kama utakubali kunioa na watoto 5, basi itakuwa vyema. Lakini wewe unajificha ati I am single, I have never been married, I am a virgin. Kumbe mwenye anasema ni virgin na kuna watoto 5, alafu siku yenye utaanza kuishi kwa hiyo ndoa, alafu ndugu agundue wewe tayari kuna watoto 5 na ulimdanganya, na kuambia atakufukuza asubuhi na mapema. Genuine love will accept you the way you are, and it will not reject you because you have children. Genuine love will not reject you because you are not a virgin. Genuine love will love you. Genuine love will be expressed in all conditions, in all situations. Praise the Lord, beloved people. Genuine love, beloved people, genuine love, I am talking to you about genuine love. Genuine love will not reject you because you have a child, because you have children. It will accept you the way you are with your condition. Praise the Lord. So be truthful. Wakati wako wa kuoa na kuolewa ikifika, Mungu atakusaidia na utaoa na utaolewa kwa njia yenye inafaa. Lakini kwa sababu unaona tunakuwa mzee, sasa unaanza kutengeneza njia yako ya kuolewa na kuoa kwa njia rahisi. Wacha nikuambie siku ya leo, utaambulia patupu na utabaki ukiwa na depression. You are so much depressed because you did not involve God in your marriage. You did not involve God before you began that institution, before you entered in that institution of marriage. So that is why I'm telling you today, learn to be a truthful person. Whether somebody will reject you for your truth, but stand for the truth, and the truth will set you free. Jesus Christ did not teach us to be liars. Liars will not enter heaven. And in fact, the great liars always end up living a very miserable life.
Praise the Lord, beloved people. Wewe wazia ati sasa wewe umefurahia ati umeoa ama umeoleka na tajiri. Sasa unaona maisha ni raha, mashida zako zimeisha, alafu ukweli ni kwamba ulipenda tu huyo ndugu kwa sababu ulishafanya ukaguzi. Unajua hao wadada wa siku hizi wengi wao ni ma-DCI. Wakati unamwendea unaomba kumuoa, bado anakuweka kando kidogo, afanye uchunguzi, aone huyu ndugu anafanya kazi gani, huyu ndugu ako na pesa kiasi gani, ako na nini, alisoma mpaka wapi. Sasa wacha niwaulize wapendwa siku ya leo, marriage is not all about money, it's not all about education, it's not all about the money, it is not about wealth, it is not about riches, it is about genuinity, and it is about loving unconditionally. Praise the Lord, beloved people, because you cannot be rich forever. Let me tell you, at one point Job was rich, and at another point, at another time, he was poor. So there is no security of our riches, of our wealth on this earth. Praise the Lord. Today you may be enjoying life, and the following day you may be in trouble. Life is treating you unfairly. Hallelujah. That is why I'm telling you, involve God in everything that you do in this life, and you shall emerge victorious. You will be successful. But now the world is rotten. The world is really rotten, beloved people. If you see how the men and women are handling themselves, people think that money is the solution to everything, that money is the solution to a successful marriage, that now if you want your marriage to be successful, get married to someone who is rich, someone who is driving, somebody who is well educated, someone who is earning a lot of money, and now your marriage will be successful. You will live a good life, you will enjoy life. The devil is cheating you. Let me tell you, a successful marriage only comes from the Lord. When you now involve God in the institution of marriage before you marry, now you pray to God and ensure that you prioritize the matters of God in your life, that you don't lie, you stand for the truth, and you be truthful, and the Lord will fight for you. It is better, beloved people, let me tell you, it is better even to marry a poor woman or a poor man, but live a happy life, rather than marry someone who is rich and now every now and then you are in trouble. Makelele unapigwa. Wewe ulifikiria ati sasa utaishi maisha bora, utaishi kwa raha kwa sababu uliona pesa. Hujui pesa inageukanga, inakukasirikia mpaka unasema hata afadhali ningeolewa ama ningeoa mtu mwenye ana pesa, mwenye ajiwezi, ndiye anataka ajiwezeshe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi siku ya leo naambia ukweli, hata mimi siku yenye sasa Mungu ataniletea mpendwa, nitakwambia tu kweli, mimi hii ndio kazi nafanya, mimi ndio hii pesa ndio niko nayo. Siwezi kukudanganya. Kama huwezi kunipenda kwa mashida zangu, basi wewe hauwezi kunipenda katika raha. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unanipenda tu katika raha, huwezi kunipenda katika mashida zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu upendo wa kweli hautakukataa kwa sababu wewe ni maskini, hauna pesa, wewe hauna suti mzuri, ati wewe hauna viatu mzuri, hauna sharpshoot, ati hauna iPhone, ati hii hauna saa mzuri. Upendo wa ukweli itakupenda jinsi ulivyo. Na ndio kwa sababu leo hii nawaambia asubuhi ya leo, wapendwa wa dhamana, muache kudanganyana, muache kudanganyana, muache kudanganyana. Si nimewaambia mara 3? Na unajua mimi niko hapa kuwasaidia, kwa sababu singependa kuona mpendwa anaumia kwa sababu alianza kufanya vitu kinyume na Biblia, kinyume na jinsi Mungu anavyotarajia.
unyume na jinsi Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu awabariki wote siku ya leo. Mungu awatendee mema. Mungu awe pamoja nanyi. Bwana Yesu awabariki sana wapendwa wa dhamana. Learn to be truthful. Learn to always say the truth. Walk in truth. Tell the truth. Live the truth. And for sure the truth will set you free. Praise the Lord, beloved people. Hallelujah. May the Lord bless you all. May the Lord keep you. May the Lord watch each and every one of you. The Lord bless you indeed. Praise the Lord once again. This is the day of the Lord, the day of standing for the truth. It doesn't matter whether you will be rejected, but if you will stand for the truth and believe in God and trust in Him, He will carry you through and He will really help you. But other people who want to live a lie, they want to live in deception, they will end up living a very miserable life. The Lord bless you all, beloved people.